Na mzazi hawezi kutoa nguo mbele zako. Anajua pia mtoto kuona uchi wako it is a curse. Yes. Lakini sometimes watu wengine wamelaaniwa. Na wamelaaniwa juu ya kusema siwezi kuachilia mama yangu. Siwezi kuachilia baba yangu. Ndio tunafaa tuwashughulikie. Lakini tunafaa tuwashughulikie na njia tofauti. Tusije tukapata laana. Mtazamaji, labda uko hapo. Na labda uko na laana ya wazazi na hujui uko na laana ya wazazi. Ham akaona uchi wa baba yake, akaenda kuita wengine. Hao wengine walikuja, walijua kwa kweli ni baba yao wako uchi. But they cover themselves na wakakuja wakamfunika baba yao. Niliona mama moja. Ndio, wale wengine wametajirika, wamezaliwa pamoja nao. Wametajirika kabisa, yeye ndiye ako nyumbani. Mama yao amegonjeka. Mama yao sasa imefika pahali ambapo anafungua diapers. Hajiwezi kabisa. Wakamwambia, kwa sababu wewe ni dada yetu na huna kazi, tutakuajiri. Uwe ukitumikia mama yetu. Unamulisha, unamvalisha, unamuosha. Unamvalisha, unamulisha, unamuosha. Ni mzuri kwa sababu unafanya kazi mzuri ya kutumikia mama yako. Lakini unajipata kwa laana bila kujua. Unajipata kwa laana ati unasaidia. Unajipata kwa laana bila kujua. Kila wakati unachukua mama yako. Ama wewe kijana, kila wakati unachukua baba yako, unampeleka bafuni. Unamuosha, unaona uchi, unamvalisha ati kwa sababu unamsaidia. Mwishowe utapata na laana. Utakuwa mtumwa. Hebu soma hapo. What did he will be a slave to his brothers. Now the father said, that is Noah now. Akamwambia Ham yule aliona uchi wake. You will be a slave to your brother. Ugakorwo we ndungata ya ariũ a nyũkwa yani. Utakuwa mtumwa. Utakuwa mtumwa kwa wale wengine. Unaweza kuwa mtumwa not kwa wale ambao umezaliwa pamoja nao. Unaweza kuwa mtumwa hata kwa hiyo kijiji yote. Unaweza kuwa mtumwa hata kwa nchi. Every time you are a servant, unafanya mambo ambayo haeleweki. Tunafaa tufanye nini? Ndio wazazi wetu wamegonjeka. Ndio wazazi wetu wako nyumbani, tumewaita nyumbani tuwasaidie. But let me tell you, afadhali uende kibarua. Afadhali uende kibarua, utafute 300 kama ni lazima usaidie mama yako na huna namna. Utafute 300 uajiri mtu mwingine hajazaliwa na huyo mzazi wako. Another person ambaye hajazaliwa na nani? Na huyo mtoto wa mama yako. Kwa hivyo pastor unamaanisha? Yes. Nikiona uchi wa mamangu ama baba yangu. Na sio vile ati nafurahia kama huyu kijana wa Bible. Mimi ni kazi ya Mungu, tuseme kazi ya charitable work namfanyia mzazi wangu. Lakini namuosha uchi. Unataka kusema hiyo ni dhambi? Nataka kumaanisha hiyo. Hebu soma hapo wakati waliambiwa na Ham, hebu soma hapo. Wakati Ham alienda akamwambia ameona uchi wa wazazi, walisema nini, walifanya nini? Hebu soma hapo juu kidogo. When Ham, the father of Canaan, saw that his father was naked, he went out and told his 2 brothers. He went out and told his 2 brothers. Yes, continue. Then Shem and Japheth took a rope. No, now look what they did. Took a rope. What you want to tell us? I feel like you want to tell us vile tu aliona uchi, hageenda kuita wengine. Mwenyewe labda angechukua ile jukumu afunike nini mzazi wake. Labda mimi nataka sasa kusema kama vile Sarume mwalimu amesema. Kuona uchi na labda ulikuwa na msaidia na hujaambia wengine. Anauliza hujaenda kuambia wengine kama vile Hamu alienda. Wengine wanaona kama alilaaniwa kwa kwenda kusema. Alilaaniwa kwa kwenda kusema. Hapana. Ni vile alilaaniwa ni kwa sababu aliona uchi. Na ndio nakwambia soma, they took a rope. Wale wengine waliambiwa walifanya nini? They took a rope. Yes. And held it behind them on their shoulders. On their shoulders. They walked backward. No, they walked backward. Wasije wakamuona. I get that. Hawataka kumuona. Ndio
wangeona na hawangeenda kusema. Lakini walijua hata kuona bila hata kusema. Kwa hivyo haifai kuingia kwa macho yangu. Hufai the naked of your parent or your mother, your father, ingie kwa macho yako. Walienda backward. Wao wangeenda kuambia watu wengine, lakini walijua kuona na macho yao. It is a curse. Wakaenda backward. Hebu soma maliza. Just before she leaves. Yeah. I met 2 children, and this is a true story. Yes. Their father was drunk. Yes. He came out to urinate just outside there. Yes. And the children happened to be coming from nursery school. Yes. They met the father there doing it, yes. and they saw the nakedness. Yes. They are too young. I don't know even whether they had reached the age of making judgment. Yes. But they were enjoying. Yeah. So I'm asking, you want to tell me even those ones they got a curse? You know there is that level of adulthood na childhood. There is that level. Even saa hii hata kwa mtoto wako unaweza kuwa na mtoto na uoga akiwa hapo. He or she is not mature enough to know what is going on. To make judgment. Okay. But if you are mature enough to know this is the naked of my father. Fine, I get it. Yeah. But when you are growing up, najua hizi vitu zilikuwa kama mzazi amegojeka, ilikuwa ni ile mumuitie their age mate. Yes. Kama ni mzee amegojeka, unamtafutia mzee wa rika yake. Sasa ndio anafaa kuje amuoshe. Kama ni mama atafutiwe mama wa rika yake. You see now this rope that they were held by these 2 men, Shem and Japheth, stand for money. You can use your money as your robe. Yeye mwenyewe anajua ni wewe unamlipia. Sio ati lazima akubariki kwa sababu unamuosha. I use someone else instead. Yeah, you can use money as your robe. Ni nakulipia uoshwe. Yes. Unaona? So now akaraaniwa. Sometimes sisi tunapata laana kwa kufanya uzuri tusipojua ni laana. Wengi wameanguka katika hiyo mtego. Ignorance. Bila kujua. Wengi wameanguka katika ile mtego. Ati hawezi kutumia pesa yao kwa sababu hataki kuajiri mtu anafanya kazi na mikono yao. Use your money as your robe. Use your little money as your robe to employ somebody to help you. Once in a while, mzazi huwa anasema there's a way they say it in Kikuyu. I've said this, not Kirumi. So in English, I've spoken it, but it's not a curse. Even if I die, just know I am so annoyed with you. I've said these words, but even if I die, this is not a curse. So I want to maybe believe. Labda wazazi wachukue ile jukumu that once in a while you speak against whatever evil word that you spoken unto your children. Yes. That is correct. Unawaita, unawaambia, I know I said these words, najua nilifanya hivi na hivi, lakini hata nikikufa wale wamjue, I have not cursed you. I have blessed you. What I'm trying to say is this topic, generation curses. Generation curses. Maybe me or you may belong to the clan of Ham, the son that was cursed. Unaona? Wengi wamekuwa watumwa kwa sababu maybe wametoka katika hiyo line. Wametoka our forefathers, that is Noah, my forefather alilaani kijana yake. Na sisi labda tumetoka katika hiyo chain. Hiyo chain ya Ham. Kwa hivyo tuko na laana. Kwa hivyo bila kujua. Unakuta hufanye hiyo jambo ya kuosha mama yako, hufanye hiyo jambo ya kuona naked ya mama yako, lakini kama umetoka katika hiyo mtandao na line ya Ham, unakuta wewe kila wakati wewe ni servant. Kila wakati wewe ni mtumwa. Ukienda ukiajiriwa na umesoma sana na uko na vyeti, umeshinda hata wengine, unakuta hata mtu hajasoma ni mkubwa yako. Kweli. Unakuta Catherine, wewe umesoma na labda kazi yako ni kutumwa. You are a messenger. You are messenger. Na umesoma zaidi. Katika kampuni you are useless. Wewe ndio unaosha. Wewe ndio unafagia.
na umesoma. Kama vile tumesoma katika kitabu cha Mwanzo Genesis 9:18-25, huyu kijana aliweza kulaaniwa na baba yake kwa sababu aliona uchi wa baba yake. Na tumeongea tukasema, wakati ndugu zake walisikia, walichukua nguo wakaenda backward, wakaficha uchi wa baba yao. Na kama vile nimesema, nguo ama vazi linaweza kuwa pesa yako. Unaweza tumia pesa yako kidogo, unaweza tafuta kibarua, pesa yako iwe ndio mavazi, uajiri mtu akufanyie hiyo kazi. Na pia hatujamalizia hii generation curses, hii curses ya wazazi, kwa sababu tunao majina nayo ambayo yamelaaniwa, names that are cursed. For instance now, if you happen to be called Ham, uitwe jina Ham, na hii Ham ni jina ambayo ililaaniwa. Watu wote ambao wanaitwa Ham watakuwa wamelaaniwa. Kuna spirit inafuata jina, labda jina ambalo umeitwa Catherine, jina Salome ambao umeitwa, haujui lilitoka wapi. For instance, labda unaitwa jina la Kikuyu Wanjiko for example, na Wanjiko wa kwanza, pahali Wanjiko ilitoka, hiyo Wanjiko lililaaniwa. Utakuta majina, all people that are called after that name Wanjiko hawaendelei, hawajisaidii. Mtu akiitwa Wanjiko, the time that you are called Wanjiko, mambo yako inaanza kuharibika. Saa hii ita mtoto Ham, na Ham alilaaniwa, utakuwa slave wa wengine. Kwa sababu ile spirit ya jina inafuata mpaka this 3 to 4, third and fourth generation. Kwa hivyo nataka sasa tuangalie juu ya majina. For instance, mtu anaitwa jina, unaangalia wote ambao maitwa hiyo jina wameisha, wamefilisika. Hata wakijaribu biashara hawainuki. Akiangalia kazini yake, akiangalia nani fulani yake, pia hivyo hivyo. Wenye wana share the same name. Pia hivyo hivyo. Nimeona pia generation curses ya wazazi inaingia kwa wale watu wanaoa ama wanaoleka. Wanaoa ama wanaoleka. Sometimes wewe unaenda huko kwa sababu macho yako ndio italete, maybe vile utaona ndio ukipatana na bibi huko ama msichana, mpendane, mchumba wako mpendane. Mkae mzuri, uone ni mzuri, umpelekee wazazi. Kwa macho yako unaona anafaa, na ndio anafaa kwa sababu ni chaguo lako. Na hufai kuchaguliwa na mwingine. But when it comes to visit the parents, wakati unaingia kwenye hiyo mji, mwingine nilisikia akisema, siwezi kukubeba kwa miezi 9 uniletee bibi kama huyu. Unasikia mzazi anasema, I cannot carry you for 9 months, then you bring such a girl. Such a girl. Unaona sasa wewe umelaaniwa, kwa sababu ukiwa mpenzi wa huyu kijana, pia wewe ni mtoto wa wale wazazi. Wanakurani hapo hapo. Sasa unaona unawekwa the spirit of rejection from the parents. Popote ambapo unaenda, hiyo spirit ya rejection inakufuata. Popote unaenda unakufuata. Nao ulienda kwa wazazi, ukalaaniwa, wakakukataa. Na wakakuambia kama hutaoa mwingine, kama hutapata mwingine, utaoa. Wanaweka ni kama kasi. Wewe unakaa, unatafuta mwingine, unaoa, mnawachana. Unatafuta mwingine, uliambiwa hutaoa, unatafuta mwingine, mnawachana. Na unakuta umeoa bibi 6, huna, na wewe unakuta umeoleka mara kadhaa. Kwa sababu the spirit of rejection came from the first time you visit the parent of so and so.
Hata ukienda kwa mingine ukipelekwa kwao unakuwa rejected. Sijui mnaonelea hiyo jambo aje. I have a concern, Pastor. Yes. I have a friend that this is a true story. Yes. She has a niece. Yes. And this niece happens to be my friend. Yeah. Now she's over 30 years. Yes. I asked her, is Waithera married? Not the true name. Yeah. And she told me, do you think Waithera will ever be married? In our family, all the Waitheras are not married. Yes. I asked her, why don't you advise her? Akaniambia hii jina ya ukoo wetu Waithera wote hawaolewi. Yeah. Kwa hivyo huyu msichana ni mrembo, ana kasi, anataka kuolewa, haolewi. Haolewi. Sasa, is that what you exactly mean? I'm trying to talk about the name. Maybe Waithera, so you called her. Jina Waithera ililaaniwa, wakakosana na wazazi. Maybe ni yeye alikosea wazazi, ama wazazi wakasikia wivu, akalaani, akasema hata wewe utaoleka. Ni wakati wa zamani kabisa. Zamani jina Waithera hata labda. Na inafuata mwenye anazaliwa mpaka hata labda iko na miaka 20, iko na miaka 70 ama 100 years. Lakini the original Waithera alilaaniwa. Kwa hivyo Waithera wote watakuwa kama ile spirit inafuata kama mto. Nitafikishia laana uzao wa kwanza, wa pili na watatu. Maybe you are in the 4th generation. Yeah. Na hiyo laana iko kwa Waithera wote. Iko kwa Waithera wote. Sawa hiyo. Unakuta Waithera naye ukitajwa jina tu mambo yako yanaharibika. Kwa hivyo mtazamaji, tutaendelea kuongea na tutaendelea kunena na wewe. Zidi kusikiliza. The truth will set you free. Ukweli utakuweka huru. Asante.